pombe. Leo kinachofelisha leo wahubiri baadhi wanakunywa nini? Pombe, walevi. Akili kichwani haipo. Tubu dhambi, ole wako. Amen. Usipotubu dhambi, kinara chako kinatoa nini? Giza. Na waonye ubiri nchini leo. Amen. Haya ni maonyo maalum kwa ajili ya ubiri nani? Injili nchi ya Tanzania. Waache ujinga. Warudi kwa Yesu. Amen. Melazima, kazi ya injili ni maonyo. Kusaidia watu, kusaidia jamii. Melazima, kutoa jawabu la jumla wafalme wanapofika mahali wanakosa majawabu. Melazima, injili ndio jukwaa la kutoa majawabu. Melazima, hebu ndio anasemaje? Wapendao anasa, wanaopenda anasa ndio kuliko kumpenda Mungu. Umesikia hiyo? Wao kuona juu wameweka anwani wasema tunampenda Yesu, lakini uhalisia wampendi nani? Yesu. Kwa sababu hawafuati Yesu wake. Amen. Ndio endelea. Wenye mfano wa utaua. Umesikia? Wenye mfano nini? Wa utaua. Yaani ukiwatazama wakitoka ni wasema mtumishi wa Bwana. Mnaelewa? Amen. Kumbe anahubiri injili, kwa mwenzenu ana ajenda nje nini? Ya injili kwa siri. Amen. Ndio. Wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake. Umesikia hiyo? Amen. Ndio. Hao nao ujiepushe nao. Umesikia hiyo? Amen. Paulo amwandikia Timotheo anambia hao nao fanya nini? Ujiepushe nao. Kwa maana naonya leo. Umeelewa? Amen. Wateule mbalimbali duniani, kama katika nchi ya Tanzania. Biblia inasema hao mjiepushe nao. Sasa wanaleta machafuko kwenye nchi ya Tanzania. Amen. Na haya ni machukizo. Lazima watubu dhambi kwa sababu Yesu amekasirika. Maana leo kinachoendelea imani imepotoshwa. Na wahubiri kwa sababu wameona watu wengi wameshapotoka. Wanachoangalia wanaangalia mioyo ya watu wanataka nini? Kwa hiyo anatoka na msimamo fulani ili apate followers. Kwa sababu wapumbavu wengi na lazima wamepotoshwa. Leo kutoka na msimamo umeelewa? Wengine wanasema huyu katumwa. Umeelewa? Amen. Nimetumwa kweli na Yesu. Lakini sijatumwa na binadamu. Amen. Ila nawaonya. Amen. Sasa baada ya kusema haya, natoa unabii wa marejeo. Umeelewa? Amen. Narudia tena kama nabii Bwana. Amen. Nimesema hivi, nchi ya Tanzania ina kusudi maalum la injili ya siku za mwisho. Amen. Yesu ameniambia nieleze jambo hili wazi. Mtu yeyote mwenye mpango wa siri katika taifa la Tanzania, mtu yeyote ambaye alipokea fedha au ushawishi wowote wa siri, au makubaliano yoyote ya siri, Bwana asema hivi atubu dhambi. Asipotubu dhambi atajikuta amenasa kuzini na hata jua alifikaje. Mwana wa shule asema hivi ametuma upanga katika nchi ya Tanzania. Amen. Kwa ajili ya kurescue usalama wa nchi. Amen. Kwa ajili ya kuhakikisha mpaka nchi inalindwa. Amen. Kwa sababu tuna kusudi maalum la injili ya siku za mwisho. Amen. Na hii nchi ilipewa anwani ya amani. Lazima ujumbe wa nani wa kanisa uhubiriwe kwenye anwani yake katika Ufunuo. Amen. Kwa hiyo natangaza hapa saa kama nabii wa Bwana. Mlashaba. Nimetoa maonyo haya maalum. Mlashaba. Dhidi ya wahubiri wa injili. Waache majukwaa ya kisiasa. Warudi kwa Yesu. Watafute majibu kwenye Yesu kwa njia ya maombi. Kama kutakuwa na taarifa ambao wafalme wanapaswa kuzijua, lazima waende kwa siri. Amen. Ili kumpa taarifa mfalme kutoka kwa Yesu. Amen. Kumwambia Yesu asema hivi. Kuna 1, 2, 3, 4 kinakuja. Kwa hiyo fanya 1, 2, 3, 4. Amen. Kama tulizuia mapinduzi ya kijeshi Kongo, mnakumbuka? Amen. Unabii mwaka jana. Amen. Yametokea? Hakutokea. Kama tulizuia mapinduzi ya serikali nchini Kenya, unabii mwaka jana. Mnakumbuka? Amen. 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 Kama tumezuia mapinduzi ya serikali, yanayotokea Afrika, yanayotaka kutokea Afrika Kusini. Yesu atashindwa kuzungumza juu ya nchi ya Tanzania. Kama tumezungumza nchi zingine, tutashindwa hapa. Hapana. Sasa Yesu asema hivi, tumetoa unabii umezuia katika Ufunuo. Na nimeutuma upanga nchi ya Tanzania. Na yoyote atakayeona kinyume na jambo hili, upanga wa Bwana utamla. Nchi hii ina kusudi maalum la Bwana mwisho Yesu. Na lazima tuvuke salama. Amen. Na niwaambie na hapa natoa msingi huu. Kuna watu wako nje ya nchi ya Tanzania. Hawa watu wamechukua fedha nyingi za ushawishi kutoka kwenye baadhi ya mashirika ya siri ya kijasusi. Sikia hivi. Maelezo Amen. Wanatoa zile fedha kwa siri
kwa ajili ya kufinance mambo ya kutaka kuleta machafuko katika nchi ya Tanzania. Ninatoa amri ya kinabii. Amen. Kwanza moja, waache mpango wa kutukana nchi ya Tanzania. Moja. Amen. Mbili, beleza. Amen. Watubu dhambi haraka. Beleza. Tatu, waache kufinance vikundi au watu kwenye nchi ya Tanzania. Amen. Wakifanya hao wataishi. Amen. Wakiendelea na hao, Bwana asema hivi. Amen. Upanga wa Bwana utawafuata huko mlipo. Na wewe upanga unapokuja, huyo ni malaika. Amen. Na wewe malaika hawezi kukamatwa na chombo chochote cha usalama kwenye nchi. Amen. Narudia tena hapa. Amen. Huyo malaika huyo, melezo, Amen, hawezi kukamatwa na chombo chochote cha usalama kwenye nchi yoyote. Amen. Melezo hapa. Amen. Bwana asema hivi, malaika huyo atapita na atakufuata. Amen. Naona Bwana ananiambia thibitisha. Amen. Katika mshoro wa kinabii. Melezo hapa. Amen. Nasema hivi, iwe chombo chochote cha usalama. Amen. Iwe FBI, melezo, iwe CIA, melezo, iwe chochote duniani, huyo malaika akamatwi. Amen. Atapita kwa siri. Melezo, jicho la kamera, hata kama umefunga CCTV kamera, melezo, huyo malaika atapita, hataonekana na atakushughulikia. Amen. Utajikuta umenasa tu. Nimetoa amri ya kinabii leo. Amen. Haya mambo kuelewa kidogo haya ndio yamepelekea machafuko kwenye nchi nyingine. Lazima tutatumia majukwaa ya kinabii. Amen. Na anatoa amri ya kinabii. Nimeweka nini? Zuio. Amen. Asema mambo ya shukrani. Yesu. Wakifanya masiara watajikuta umenasa kuzini. Amen. Amen. Hii ni amri ya kinabii. Yesu anajiachilia leo. Amen. Tarehe 18 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Waache mara moja. Na walioko ndani ya nchi, acha mara moja. Asema mambo ya Yesu furuzo mambo. Amen. Tulisema hii nchi tutaivusha, sawa? Tutatumia majukwaa ya kinabii. Kama zama zile za kinaisha. Leo tutaonyesha wazi ulimwenguni. Amen. Nchi inavuka salama katika ufunuo. Amen. 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 Nasikiliza hili jambo. Amen. Kuna mmoja atapoteza maisha, yuko nje ya nchi. Atakufa, hata watu hawatajua alikufaje. Watamkuta tu kafa, ni kama natural. Sayansi yote ya kijasusi itapima, hawatajua chochote. Watatoka na jawabu ya sawa, natural death. Asema Mungu shule sana, nimesaini hapa. Nikuwa. Amen. Lazima tusafishe safishe. Hakuna taifa lisilokuwa na matatizo. Yako mataifa makubwa duniani, sawa? Amen. Ndani kuna matatizo. Lakini uone watu wakitaka kupindua serikali. Amen. Tumezuia jambo hilo. Amen. Tumezuia. Na hapa Mungu ananiambia rejea tena. Amen. Kama kuna sayansi yoyote ya kichawi unaitumia, yani kwa maana ya falaki, Amen, ni kushauri jambo moja, hakuna falaki kwa Yesu. Amen. Nimezuia. Amen. Nimefanya nini? Nimezuia. Amen. Asema mambo shule Yesu bingo funo. Amen. Unabii huu umetoka kwenye maskani mwenye shule saa. Amen. Kama anwani maalum ya maonyo. Na maonyo haya yametoka rasmi kwa ajili ya kuhubiri Injili katika nchi ya Tanzania. Bwana bariki sana. Jumbe hizi ni jumbe za mnaso asili mvuto asili. Mama shule Yesu anachilia mikoto hii kutoka kwenye maskani mwenye jumbe saa kutoka jiji la Ushinchi Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda katika dunia. Kama anwani maalum ya maonyo ili watu wote watubu dhambi warudi kwa Yesu. Rudini kwenye wazo kula Mungu. Na wanasiasa kwenye nchi ya Tanzania na mataifa mengine, ili uweze kuwa mtawala mzuri, ruhusu injili ya kweli yenye uvuvio wa roho, kwa sababu huwa inakuwa na majawabu kwa mfalme. Haiwezi kuwafanya watu kao hawana adabu, bali kuwafanya watu kuwa na nini? Na adabu. Kama kuna hatari, utakuta jamaa wanayo, watakufuata kwa siri, wanakwambia mfalme, sikia, kuna 1, 2, 3, fanya 1, 2, 3, utavuka salama. Hii injili ya watu wamesoma nyingi, wana ma-PhD kichwani, wanajiita mimi dokta, kwa sababu wewe mwanasiasa na wewe ni dokta, na yeye anakwambia na mimi pia dokta. Wengine leo watumishi wa Mungu, unakuta anajiita dokta, ukifuatilia historia yake kafeli darasa la 7. Wanasomaga wale masomo ya kujiendeleza ya ujanja, baadaye unashangaa dokta.
Unajiuliza wewe daktari wapi? Umepimwa na nani wewe? Maana ni uenda wazimu kujisifia elimu za ulimwengu. Rudi kwa Yesu, jisifie ufunuo ulionao mbele za yao Mwokozi. Maana na hiyo ndio jambo la chao la mama wa shule. Yesu funuza mambo. Sio maelimu ya ulimwengu haya. Haya yana majawabu kwa Yesu. Ndio maana hapa na washauri wasomi, maana na wanasiasa, maana wakubali injili yenye uvuvio. Hiyo ndio usalama. Maana kwa sababu tuna majawabu. Maana na tukiwa na majawabu tutakwambia hapa kuna 1, 2, 3. Hatutotoka hadharani. Maana kukutofautisha wewe na kondoo. Ni baadhi. Sisi tunataka nchi ibaki salama ili tukusanye kondoo wa Yesu. Ni baadhi. Nchi kichafuka unaweza kumhubiria mtu. Haiwezekani. Maana Mwana shule sana chile mchoro hii. Maana watemelezo leo. Jumbe hizi ni jumbe za mnaswa siri ya mvuto wa siri. Sauti iliyonenwa. Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu. Yupo wakati wote. Tuonane katika Mungu mkuu. Amina. Barikiwe. Shangilia mama wa shule Yesu. Pigie Yesu makofi kwa sababu ndio kilele cha maandiko yote manabii lazima athibitike leo. Mtaanza kuona kashfa. Mtaanza kuona vitu vya kutisha. Hapa nazungumza hii kama unabii wa marejeo kwa sababu ulikwisha toka. Maelezo labda. Amen. Maelezo labda. Kwa nini huwezi kumtengeneza binadamu? Maelezo labda. Amen. Alafu huyo binadamu hana connection na Mungu. Maelezo labda. Ukaingiza kitu kingine, lazima utapokea matokeo hicho. Kwa ile asili yake lazima itajifuna sasa hana Mungu. Ndio kinaenda kutokea leo ulimwenguni. Bwana waonya leo dini na madhehebu wanaenda kupokea nini? Islamu kiroho. Hii unaeleza wazi linaenda kuthibitika duniani. Amen. Endelea, anasemaje? Wakiwazuia watu wasiowe. Amina. Na kuamuru wajiepushe na vyakula. Wako wengine wanaepusha watu na vyakula. Wanafikiri kwamba kuna mbingu ya kutokula chakula au kuna mbingu ya kula chakula fulani. Hakuna hiyo mbingu, hiyo haipo. Amen. Yesu alitumia michoro ya Agano la Kale kufunua siri katika Agano Jipya. Maelezo labda. Amen. Maelezo labda. Amen. Watu wameelewa? Amen. Huwezi kwenda mbinguni kwa sababu kuna mnyama fulani wewe hukula, yani unakula. Maelezo labda. Hakuna mbingu ya kula mnyama. Maelezo labda. Ila iko mbingu moja tu ya kutubu dhambi na kuishi maisha ya kweli Yesu. Amen. Yatokana na ufunuo wa Roho. Maelezo labda. Kutoka kwenye misingi ya michoro ambayo Mungu alitumia Agano la Kale kuchora siri za kiroho. Maelezo labda. Ambayo leo bila shaka yote leo lazima tupate usahihi wa michoro. Maelezo labda. Taratibu hapa ili tujenge msingi huu. Amen. Wakati tunazungumza kwenye haya kupotosha kwa imani zilizopotoshwa. Kiasi ambacho leo lazima watu watakunywa kile kikombe cha upotofu. Maelezo hapa. Hebu endelea anasemaje? Na kuamuru wajiepushe na vyakula. Amina. Ambavyo Mungu aliviumba. Paulo huyu anaandika. Maelezo hapa. Amen. Paulo huyu anatokea yuko kwenye karne ya kwanza anaandika waraka huu. Anaona kama nabii. Maelezo hapa. Anaona matokeo yote katika ufunuo. Amen. Anasema watu watakuja kuleta mafundisho ya kujiepusha nini na vyakula. Mmepata zile? Niwaambia yuko ndugu yangu mmoja, nimezaliwa naye tumbo moja, sawa? Amen. Baba yetu ni mmoja. Yeye alienda akasomea uchungaji maelezo wa hao vyakula. Maelezo pale. Amen. Mmepata zile? Amen. Sasa ukimwona leo kakonda unabara amebaki kichwa tu mwili hivi kwamba kuna vyakula hali. Hakuna mbingu ya kutokula nini? Chakula au ya kula chakula. Mmepata zile? Amen. Yesu anasema kimuingiacho mtu akimtii nini? Unajisi basi kinachomtoka. Kama unafundisha mafundisho ya theology ya uongo, unatoa unajisi kutoka ndani yako. Maana hutaenda mbinguni mpaka utakapotubu dhambi. Sio kwa kanuni ya vyakula. Ilikuwa ni Agano la Kale katika michoro ya kinabii. Na Yesu alitumia michoro ya kishujaa. Mimi naita michoro ya kishujaa ya kiroho. Aliwaambia Waebrania mtakula wanyama hawa msi. Aliwaambia mtakula wanyama wenye kwato zenye mpasuko. Balazo hapa. Na wanaoche, yani anakula chakula afu usiku wa manane anacheua afana mung'unya kidogo. Balazo Yesu alitumia lugha ya maumbo kufunua siri za roho. Sasa chukua mnyama mwenye miguu minne, sawa? Kwato zenye mpasuko kwenye kila mguu. Balazo hapa. 4 mara 2 unapata ngapi? 8. 4 kujumlisha 8 unapata ngapi? Yani miguu minne jumlisha kwato 8 unapata ngapi? 12. Balazo hapa. Unaona hesabu zake? Akamwambia sasa huyu awe anakula nini? Chakula, sawa? Kwa nini Yesu tukiwa kwenye zama za roho alitupa nini? Chakula. Leo tunacheua katika ufunuo. Mmepata zile hapa. Aliyekula chakula zama zile, balazo ndiye anacheua leo gizani. Mmepata zile hapa. Kwani mnyama anakula saa ngapi?
Anakula chakula mchana, sawa? Amen. Jua liko. Jioni ile anaondoka zake, anapelekwa zizini akikaa, ikifika saa 3 saa 4 ndio sasa anacheua sasa. Bali giza nene sasa. Balazo. Amen. Sasa wewe kama ukuwa na Yesu kutoka kwenye zama zao, huwezi kucheua, utacheua nini? Watemelezo baba. Huwezi kucheua. Amen. Huwezi kufanya nini? Kucheua. Kwa sababu huna chakula ndani yako. Ndio leo wanakuja na mafundisho ya uongo duniani. Wakuambia kwamba ukila nguruwe mwanzo mbinguni wewe huendi. Basi mimi namkaanga tena na mafuta mazuri na mkaanga vizuri na mbinguni naenda. Amen. Na pambio napiga. Amen. Na sokoni tutamshangilia yao mkozi kwa kutupa chakula chema. Paulo anasema vitu ambavyo Mungu ameutoa, sawa? Amen. Wao wanasema hapana. Hebu wenyewe katika mchoro hii tuone michoro hii kinabii. Ndio yangu. Na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani. Unaona vipokewe kwa nini? Kwa shukrani. Amen. Yaani wewe ndio maana ukienda zile nchi kama China, sawa? China, Japani na mataifa mengine ya kule, sawa, wanakula mpaka wadudu wa ajabu kule bari. Umeelewa? Lakini wakivipokea kwa shukrani mbele za Bwana, asante kwa sababu umetuletea nyoka na panzi na nani. Umeelewa? Yesu hahesabu dhambi. Umeelewa? Kwa sababu Yesu ndiye aliyeumba viumbe vyote katika Ufunuo. Umeelewa? Hakuna mbingu ya wanyama. Umeelewa? Kwamba ni kila wanyama wao mbinguni itakwenda. Ni hoja za falsafa theolojia kwa kuyatumia maandiko vibaya Yesu. Umeelewa? Kuweka moja siku zote wanaenda kuumbuka duniani. Wasipotubu dhambi. Umeelewa? Wataumbuka. Niliwaambia kunaenda kutokea default kubwa sana ndani ya makanisa. Wasome wenyewe theolojia, yani kwenye zile dini na madhehebu, unaelewa? Wenyewe watatofautiana theolojia zao. Makanisa yanaenda kupasuka. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo ilivyo. Amen. Kwa hiyo unaona imani iliyofanya nini? Iliyopotoshwa. Paulo anaiandika katika Ufunuo. Imani iliyo nini? Potoshwa. Watembelea sura. Amen. Nenda tusomee sura waraka wa pili wa Timotheo sura ya 3. Hebu tusomee nasemaje? Waraka wa pili wa Petro sura 3 anza mstari wa 1 mpaka 6 anasemaje? Lakini ufahamu neno hili. Ndio ya kuwa siku za mwisho. Paulo anaandika tena. Siku ya nini? Za mwisho. Kuna nini? Kutakuwako nyakati za hatari. Hizi hapa tulizo nazo. Umesikia hiyo? Weka line hapo. Underline. Umeelewa? Kutakuwa na nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Umesikia hiyo? Amen. Wenye kupenda fedha. Kwani uone leo mahubiri ya kutafuta fedha? Amen. Wateule, na uulize swali. Ameoni mahubiri ya kutafuta fedha? Yapo. Ameoni biashara ndani ya kanisa? Zipo. Umeelewa baba? Amen. Paulo anaandika waraka huu. Umeelewa baba? Amen. Leo inathibitika duniani. Endelea anasemaje? Wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana. Umesikia hiyo? Unatoka na press conference, mhubiri wa injili unamtukana kiongozi. Umeelewa baba? Sio Biblia inasema. Endelea ndio. Wasiotii wazazi wao. Wasio na shukrani. Wasio safi. Wasiowapenda wakwao. Wasiotaka kufanya suluhu. Umesikia hiyo? Hawataki kufanya nini? Suluhu. Option watu wanataka kuandamana. Wanafikiri ndio jawabu la jumla. Biblia hiyo inasema. Hebu endelea, anasemaje? Wasingiziaji ndio. Wasiojizuia. Wakali. Wasiopenda mema. Wasaliti. Umeona hiyo? Wasaliti ndio. Wakaidi. Wenye kujivuna na maelimu makubwa ya theolojia. Amen. Wengine wanajiita madaktari, wengine wanajiita maprofesa. Wana maelimu makubwa ya ulimwengu wa tafiti na hoja. Umeelewa? Wakati mbinguni hakuna mbingu ya theology. Umeelewa? Hakuna mbingu ya mimi na cheti cha diploma ya theolojia, wala certificate ya theolojia, wala bachelor wala masters, wala PhD. Kule hakuna kusema mimi nilikuwa profesa. Hakuna profesa kule. Mambo moja tu mashuhuri, Yesu.
ndio anasujudiwa. Mbona zile bwana? Wengine wote tumepenya kwa njia ya ufunuo. Kwa hiyo tukimtazama tunajiona sisi kwa sababu huyu mwamba tunaona huyu mwamba mashuhuri huyu. Ile giza tumechoka na huyu. Amina. Anastahili. Lazima wewe upige goti mwenyewe. Mbele bwana. Wewe mwenyewe utapiga goti mbele za Bwana mshukuru Yesu. Na hapa ndio nazungumza habari zake mwamba mkuu Yesu. Kwa ajili ya kuonya nchi hii. Mbele bwana. Amen. Mbele bwana. Anasemaje? Wapendao anasa, wanaopenda hanasa. Wahubiri wengi leo wanapenda hanasa. Kutembelea magari yenye thamani si dhambi. Lakini wanatembea magari yenye thamani alafu wanakuwa viburi. Na watu wenye watukanaji wanatoka mbele na kutoa lugha za hovyo. Kitu ambacho si sawa. Bwana, sawa? Amina. Sijafundisha utumishi na mtu yeyote wala sijasomea darasani. Amina. Namna kumtumikia Bwana Mungu mashuhuri. Ila Yesu mwenyewe amenifundisha. Amina. Yeye mwenyewe amenifundisha kuwa mhubiri wa Injili. Amina. Lakini leo kuna wahubiri wametokea katika nchi hii ya Tanzania. Amina. Menelezo ndio? Amina. Na namna ulipotokea katika nchi ya Tanzania, hasa hiki kizazi kuanzia miaka ya 2010, sawa? Amina. Kuna wahubiri wameinuka hapa na kwa sababu wamekutana na kizazi cha mawasiliano. Menelezo? Yaani kizazi cha mtandaoni. Mnapata zile? Amina. Sasa kwa namna wanavyofanya mambo yao wametoka kwenye shabaha ya kumfuata Yesu. Amina. Wanatafuta wafuasi na wale mnaita followers. Amina. Belazaro? Amina. Sasa wanachoangalia wanaangalia watu wanataka nini ndio wanakuja nacho. Amina. Na mahubiri yao yote yanakuwa designed hivyo. Amina, amina. Belazaro? Amina. Kiasi ambacho kinaleta matatizo leo katika nchi ya Tanzania. Amina. Watemelazaro? Amina. Kazi ya mhubiri wa Injili sio kutafuta wafuasi kwenye mitandao. Amina. Kazi ya mhubiri wa Injili ni kukemea dhambi katika utaratibu ambao Mungu aliuweka. Amina, amina. Sio kushambulia watawala. Amina. Mlipana zuri? Amina. Sasa unapoendelea kuwashambulia watawala, nchi inafika katika kilele kwamba yale maneno yenu watu wanakuwa ndio wanayaamini zaidi. Amina, amina. Wakizani kwamba ili uwe mhubiri wa Injili ni kushindana na watawala katika nchi. Amina. Kiasi ambacho sasa imefika wakati mpaka makanisa, ndani ya makanisa, amina, watu wamekuwa hawana adabu kwa watawala. Amina, amina. Kitu ambacho Biblia haisemi hivyo. Amina Bwana. Biblia imekataza jambo hilo. Amina, amina. Wataendeleza leo. Nataka nikupe dakika chache kuelezea jambo hili kabla sijaingia kwenye jambo ambalo leo nataka kulifanya. Sawa? Amina, amina. Wataendeleza leo. Amina. Kwa hiyo imekuwa sasa watu wamekosa adabu. Amina, amina. Kuna baadhi leo makanisa mpaka wale watumishi wasaidizi. Amina. Katika haya makanisa unawakuta kwenye mitandao kwa sababu kushambulia serikali na watawala. Amina Bwana. Sasa leo ukizungumza hao wanakuambia kuna neno lao sasa hivi wanatumia, wanasema chawa. Belezo leo? Yaani umetumwa. Amina. Sasa mimi nawaonya. Amina. Sikutumwa na mtu yoyote chini ya mbinguni, nimetumwa na Yesu aliyeko juu ya dunia hii. Amina Bwana Yesu. Ninarudi kwenye Biblia inasema nini? Amina, amina. Na ndio maana nimetoa mfano kwamba dhambi inapotokea katika nchi, amina, kuna utaratibu wa watumishi wa Mungu kuizungumzia kwa siri katika sikio la mfalme. Amina, amina. Sio kutoka hadharani na kumfanya mfalme akose kuheshimika. Nchi inapokosa watu kumheshimu mfalme au kutokuheshimu watawala, hakuna nchi hapo. Amina, amina. Bwana nieleza hapa yanayoendelea Ulaya leo. Amina. Ni itilafu kwa sababu watu wametengeneza mfumo huu ambao wewe unaita madhara ulimwenguni. Amina Bwana. Ndio maana nakwambia mfumo huu unaenda kuanguka ulimwenguni. Amina, amina. Kwa hiyo tunapozungumza haya tunajaribu kuyaweka mambo sawa. Amina. Ili wahubiri wa Injili warudi kwenye kusudi la Mungu. Amina. Wasiingie kwenye mambo ya hovyo. Amina. Ya kuwafanya watu wawe wasio na adabu kwenye utawala. Amina. Watemea vizuri. Amina, amina. Na nitatoa baadhi ya maandiko machache. Amina. Tujaribu kujenga msingi huu. Umeelewa? Amina. Kwenye maonyo haya maalum. Amina. Ambayo naonya tena leo. Umeelewa? Amina. Na nitatoa unabii wa mazuio. Sio. Kuna mambo yanaendelea yanaleta yanaleta vitu vya hovyo kabisa ambavyo sio utaratibu wa Injili ya Yesu.
Amina, amina. Ni hatari sana kwenye taifa. Amina Bwana. Amina. Tutaona tu maandiko kadhaa ili tujenge msingi wa jambo hili. Amina, amina. Tatoa maandiko matatu hivi, maelezo. Amina. Kuyathibitisha maono haya. Amina. Ili wahubiri wa injili waachane na huo mpango. Amina. Sasa mpango wa Bwana, Bwana aliniambia nimekasirika dhidi ya wahubiri wa injili ambao wameacha kusudi langu. Wanaingia kwenye mgogoro na watawala ambao mimi niwaweka. Amina, amina. Kama kuna dhambi muulize yeye aliyoweka hao. Amina, amina. Ili awaambie nini kifanyike. Amina, amina. Amina. Naomba fungua Biblia yako ndugu yangu. Tuanze na Warumi sura 13 anza mstari wa 1 mpaka wa 7. Wakati huo ndugu Gaspar utaendelea tena kutafuta. Utaenda kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 17. Amina. Ili tuone mambo haya. Ndio ndugu yangu. Warumi sura ya 13 mstari wa 1 mpaka wa 7. Twende kwa haraka kidogo. Ndio. Amina. Ndio. Kila mtu na itii mamlaka iliyo kuu. Kila mtu na itii mamlaka iliyo kuu. Ndio. Kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Umesikia hiyo? Hakuna mamlaka isiyotoka kwa nani? Kwa Mungu. Ndio. Na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Na ile iliyopo katika Tanzania, hiyo mamlaka iliyoko sasa ndio hiyo tunaizungumza. Amen. Imewekwa na nani? Na Mungu. Ndio. Hivyo amwasie mwenye mamlaka. Amwasie mwenye mamlaka. Umesikia hiyo? Amen. Kuasi maana yake kuto kumheshimu, kuto kumtukanisha na watu wake anaowatawala. Amen. Wewe unakuwa ni nani? Ni muasi. Unakuwa nani? Muasi kama waasi wengine. Na dhambi ya uasi ndani yako ukichunguza ina uhaini. Ina nini? Uhaini ndani yake. Twende taratibu tutaelewana tu, maelezo. Tunapotaka kujenga michoro hii ya kinabii kwa ajili ya mazuio na makatazo. Kama sijatoa unabii, maelezo kwa ajili ya mazuio katika nchi ya Tanzania. Hebu endelea. Yeye anasemaje? Hivyo amwasie mwenye mamlaka. Amina. Ushindana na agizo la Mungu. Umesikia hiyo? Amen. Anashindana na agizo la nani? La Mungu. Hakuna mtu wa kuvuka mpaka huo. Hapa tunahitaji mjadala. Tunahitaji Biblia imesema nini? Imesema nini? Kisha. Amen. Tuangalie andiko lingine. Nenda waraka wa kwanza Petro sura ya 2. Tuone machoro hii ya kinabii. Amen. Yes, ili watu waweze kujua haya mambo. Waraka wa kwanza wa Petro sura 2 mstari wa 17 anasemaje? Nataka tuone baadhi ya mambo ili watu wawe na shabaha hiyo. Amen. Ili msipotoshwe. Kinachoendelea leo watu wameondolewa kwenye imani. Makanisa yanayoaminika ya kiroho wametoka kwenye imani ya nani? Ya Yesu. Wataelewa? Amen. Wataelewa? Watu wameondolewa kwenye nini? Imani ya Yesu. Kwa sababu imani ya Yesu ndani yake. Amen. Mamlaka yoyote unayokutana nayo katika zama ambazo wewe umepokea wokovu. Amen. Hiyo mamlaka unapaswa utii na kuheshimu. Sasa ndio Biblia inasema hivyo. Naelewa? Amen. Hebu tusome inasemaje? Waheshimuni watu wote. Waheshimuni watu wote. Ndio. Wapendeni ndugu. Wapendeni ndugu. Ndio. Mcheni Mungu. Mcheni Mungu. Mpeni heshima mfalme. Mpeni heshima nani? Mfalme. Wataona leo sura. Amen. Hiyo ni Biblia, yani unahitaji hapo jambo la ziada. Amen. Unahitaji chuo cha theolojia. Unahitaji kujua kwamba Yesu amesema mcheni nani? Mungu. Mpeni heshima nani? Mfalme. Wewe unawezaje kutoka hapo? Unawezaje kuvuka mpaka? Na leo tunaongeza andiko lingine. Fungua Tito sura ya 3. Anza mstari wa 1 mpaka wa 6. Tuone haya ili watu wote wajifunze. Amen. Tunapozungumza haya sio kwamba watu wametumwa. Tunaangalia hatari ya kutoka nje ya wazo la Mungu. Hatari ya kutoka nje ya maagizo ya Mungu. Amen. Ndio ndugu yangu anasemaje? Wakumbushe watu kunyenyekea. Amina. Wakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka. Umesikia? Amen. Wakumbushe watu kunyenyekea. Amen. Kwa nani? Wenye uwezo na nini? Na mamlaka. Endelea. Na kutii. Na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Umesikia hiyo? Amen. Kazi moja hapo njema ni nini iliyoko mbele katika nchi ya Tanzania? Amen. Wakati umepata sura. Amen. Biblia inasema kwa kazi
njema. Kwa sababu ya utaratibu wa nchi hii, malazure, tarehe 29 watu wanapiga nini? Wanapiga kura. Malazure, kazi yangu mimi sio kutoa ushawishi wa watu kwenda kupiga chama fulani, sio kazi yangu. Malazure, sio jukwaa la namna hiyo. Lakini Biblia inasema kwa kazi iliyoko nini nje? Ukienda kinyume na hiyo, wewe umetenda dhambi mbele za Bwana. Wewe unapaswa kutubu dhambi hiyo. Amen. Melewa Biblia hii hapa iko wazi kabisa. Na leo tunapowarejesha watu kwenye kweli, watu wanatoka na mitazamo yao kwa sababu wamepoteshwa nini? Imani imepoteshwa ndani yao. Sasa wamebaki sasa hivi, wamebaki na mitazamo sasa. Maelezo hawatembei tena kwa kufuata nini? Kufuata Biblia inavyosema. Mnaelewa hapa? Na hii ni hatari ndani ya kanisa. Watu wamejaa maarifa na mifumo na falsafa na theories, nadharia za masuala ya demokrasia na haki za binadamu za ulimwengu ambazo zimedesigniwa darasani tena na watu wa kawaida kabisa. Maelezo hapa. Amen. Maelezo hapa. Leo tukiongea wanakwambia umetumwa. Maelezo hapa. Hatukutumwa na Yesu, hatukutumwa na mwanadamu, bali tumetumwa na nani? Na yao Mwokozi Yesu. Amen. Kuelezea usahihi wa namna mambo yanapaswa kuwa. Amen. Tunaweka hii anwani kama maoni maalum. Rudia tena, anza mstari wa kwanza. Tito 3 mstari wa kwanza mpaka 6 nasemaje? Wakumbushe watu kunyenyekea. Wakumbushe watu, na mimi wewe natumia jambo hili, na wakumbushe watu wote wanaomwamini Yesu. Lazima. Amen. Na wakumbushe watu wote, ndio wanasemaje? Kunyenyekea kwa wenye uwezo, kwa wenye uwezo na mamlaka na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi nini njema. Ndio endelea. Wasimtukane mtu yeyote. Amina. Wasiwe wagomvi. Sasa leo unaposema mhubiri wa Injili unakubaliana na maandamano, huoni hapo kwamba wewe unakuwa mgomvi? Amen. Siku hiyo wewe Yesu anaweza kukunyakua kwenye kanisa, siku ya kunyakuwa kanisa utanyakuliwa. Biblia inasema wasiwe nini? Wagomvi. Wewe mhubiri unakuwa wa kwanza kuwa mgomvi. Watu wako na wao wanakuwa wa kwanza kuwa wagomvi kushambulia mifumo ya serikali. Lazima. Amen. Hata kama kuna dhambi, tuna kanuni ya kujua namna kutatua dhambi katika nchi. Sio njia ambayo wao wanataka. Amen. Wao wanakemea haya kwa ushahidi wa maandiko katika Ufunuo. Amen. Maelezo baba. Amen. Endelea, anasemaje? Wasimtukane mtu awaye yote. Amina. Wasiwe wagomvi. Wawe wema. Wakionyesha upole wote. Umesikia hiyo? Amen. Kwa watu wote. Ndio. Maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili. Umesikia? Amen. Kwa maana pale mwanzo na sisi tulikuwa hatuna nini? Akili. Ingekuwa wakati huo tujamjua Yesu na sisi tungekuwa huko. Lakini sasa tunamjua yeye, umekuwa unajua utaratibu wa kutembea na Yesu. Amen. Sasa leo kanisa limekuwa kama la duniani. Ni hatari sana mbele za Bwana. Na watu walipaswa kutubu dhambi na kurekebisha maisha. Amen. Ndio anasemaje? Tulikuwa waasi. Tulidanganywa. Sasa na sasa hivi tunadanganywa tena. Na theolojia, tunadanganywa tena na demokrasia iliyokuwa design darasani kutoka Marekani na Ulaya. Maelezo hapa. Nina dhana za darasani hizo. Maelezo hapa. Amen. Ninaelewa vizuri hapa. Hebu endelea, anasemaje? Tumedanganywa huku tukitumikia tamaa na anasa. Umesikia hiyo? Kumbe yanayoendelea ni tamaa na nini? Na anasa. Biblia inasema, na Paulo, mimi nampenda Yesu zaidi, mtumia Paulo kuonyesha hali ilivyo leo. Na hakuna mtu anaweza kwenda kinyume na huo unabii ambao Paulo anaandika leo unatimizwa ndio nikotoka katika nchi ya Tanzania. Amen. Ndio maana wao wahubiri wa Injili warudi katika kweli ya Yesu. Waachane na mifumo ya hofu ya ulimwengu. Amen. Endelea, anasemaje? Huku tukitumikia tamaa na anasa namna nyingi. Amina. Tukiishi katika uovu. Umesikia? Amen. Katika nini? Uovu. Amen. Lazima matamko ya wahubiri wa Injili, mitume, manabii, wainjilisti na walimu. Lazima pamoja na wachungaji na maaskofu. Lazima. Kumbe tamaa ndizo zilizowapeleka hapo. Amen. Kumbe nini? Tamaa wakiishi kwenye nini? Kwenye uovu. Ndio endelea. Tukiishi katika uovu na usuda, tukichukiza na kuchukiana. Umesikia hiyo? Unatoa maneno ya hovyo kushambulia mifumo ya utawala. Amen. Hata kama kuna dhambi, mhubiri wa Injili haruhusiwi kufanya hivyo.
anapaswa amuulize Mungu, na Mungu akishampa jawabu amtafute mfalme kwa siri. Amen. Kumwambia mfalme kuna dhambi hii. Amen. Bwana ameniambia nikuambia haya, kazi kwako wewe. Ndio kazi ya Injili na hiyo mimi. Belazeba. Ndio toa hapa mfano mwingine. Niliwaambia katika zama za Elisha. Elisha anahubiri Injili wakati ule. Ameikuta Israeli inafanya dhambi, watu wamemwacha Mungu. Belazeba. Amen. Lakini Israeli inataka kuingia vitani na Washami. Belazeba. Lakini nabii yani ilifika wakati nabii inabidi amfuate mfalme, amwambie Bwana asema hii, kuna 1 2 3 kule kuna mbinu na wametengeneza hii, nyie fanyeni 1 2 3. Pamoja na dhambi ziko ndani ya nchi. Amen. Hakuambia kwamba sasa Mungu ndio wakati hawa jamaa wametenda dhambi sasa ngoja wapinduliwe. Belazeba. Hakuna nchi ya namna hiyo duniani. Belazeba. Elisha kuna wakati wale jamaa wametengeneza mpango wao ukafeli. Wakasema jamani, mbona kila mpango tunaotengeneza Israeli wana taarifa nao? Kuna adui ndani yetu hapa anapeleka siri kule. Mmoja akamwambia jamani, sio hivyo, kule kuna nabii anaitwa Elisha. Kila tunayojadili jamaa anaona. Belazeba. Amen. Basi wakatengeneza kikosi, wakasema ngoja tumtafute ili tumteke. Belazeba. Ili kufanya nini? Tumteke. Unajua utekaji hujaanza jana wala juzi. Belazeba. Amen. Sasa wakamfuata nabii. Belazeba. Nabii kakajua kilele chake cha mlima pale. Belazeba. Anawaona watu. Belazeba wanakuja. Jamaa kaangalia akasema hawanijui, wanatakiwa wanijue sasa. Belazeba. Amen. Kisa alichofanya rais tu, Belazeba aligeuza yale macho akamwambia Bwana wapufushi hawa. Belazeba, sura yangu ibadilike wamuone mtu mwingine. Belazeba. Amen. Belazeba, walipofika pale walipo tunamtafuta Elisha, akamwambia njooni mimi nitawapeleka kwa Elisha. Twendeni. Belazeba. Kumbe wewe ndio Elisha. Katiza mtaa, alafu kawafumba macho. Belazeba. Wanakatiza katikati ya mji, hawajui kwa wapi, mjini wao wanaona porini. Belazeba. Atembea nao namna hiyo kufika mpaka kwa mfalme, akamsikiliza adui zako hawa hapa. Nimekuletea, sawa? Akawageuza macho akamwambia mimi ndio Elisha, mnanikumbuka? Sasa ni kweli. Hapa sasa tayari tumeshaingia njia nyingine sio. Belazeba. Belazeba. Amen. Wanataka kuua, akamwambia msiwaue, walikuja salama wao. Belazeba. Wapelekeni salama ili siku nyingine wao na adabu kwamba hapa pana nabii. Belazeba. Amen. Jamaa wakurudi tena mpaka wakati wa Elisha alipofariki. Belazeba. Alipofariki Elisha ndio wakaanza tena kuwasumbua Israeli. Belazeba. Amen. Sasa wakati ule kumbuka Elisha anatokea Israeli inafanya dhambi. Ndio kazi ya Injili. Sasa leo unashangaa Injili imebadilika, imekuwa ni mashambulizi. Yaani ni kana kwamba yanayofanyika sasa ni mapya duniani. Belazeba. Sio mapya yako hivi miaka yote. Belazeba. Amen. Shutuma ziko hivyo dunia nzima. Bwana anawaonya, yako mambo lazima tuyashughulikie sisi kiroho. Amen. Kama Yesu atatupa maagizo tutawafuata ufalme na kuambia kwa siri. Sio kutoka hadharani na kuzungumza. Amen. Amen. Ni hatari sana ndani ya nchi. Bwana tumechukua haya maandiko ili watu waelewe. Sasa nataka tuchukue maandiko mengine mawili. Amen. Kuonyesha kanisa limepotoshwa imani. Yaani kinachotesa leo dunia nzima, kanisa limepotoshwa nini? Imani. Na kwa sababu gani? Kwa sababu ya imani zilizotengenezwa madarasani. Belazeba. Amen. Fungua Biblia yako ndugu. Fungua kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4, anza mstari wa kwanza. Timotheo sura ya kwanza mstari wa 4. Hebu nisomee inasemaje? Au ni Timotheo wa kwanza sura ya 4 anza mstari wa kwanza inasemaje? Basi Roho anena wazi wazi. Sikiliza hiyo. Amen. Sasa hapo tunaangalia imani iliyo nini? Iliyopotoshwa. Sawa? Sikilizeni vizuri hapa. Imani iliyo Paulo anaonyesha imani itaenda kupotoshwa katika siku za mwisho. Mmesikia hiyo? Anasema hiyo Roho anena wazi ndio ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Umesikia hiyo? Amen. Wengine watajitenga na nini? Na imani. Mmepata zuri? Weka hapo mstari. Lazima watajitenga na nini? Na imani. Na kujitenga na imani ni rahisi tu. Unapopeleka wachungaji kwenda kusoma theology, wanasoma mawazo ya watu, tafiti na nadharia mbalimbali. Melazeba. Na hili lilianza na dola ya Roma. Melazeba. Kuanzisha kufundisha wachungaji
kiasi ambacho sasa leo kwa sababu dunia imefika kwenye kilele chake, maana ulimwengu umefika kwenye nini? Kilele chake. Kinachoenda kutokea sasa, wale waliopotoshwa imani, maana sasa wanapata wale matokeo halisi yanaenda kutokea ulimwenguni. Watemelazo baba. Amen. Watu wakijitenga nini? Na imani. Ya kwanza anasemaje? Wakisikiliza roho zidanganyazo. Umesikia hiyo? Watasikiliza roho zinafanya nini? Zinazodanganya, ndio? Na mafundisho ya mashetani. Na mafundisho ya mashetani, mafundisho ya theology, mawazo ya watu yatokanao na tafiti, ni mafundisho ya mashetani. Amen. Angalia huo msingi na ujenga huo. Endelea. Kwa unafiki wa watu wasemao uongo. Amina. Wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Amina. Wakiwazuia watu wasioe. Na kuamuru wao wasioe. Wanajulikana hii ni dola ya Roma. Amen. Na leo kwa sababu wamekatazwa kuoa, mtaanza kuona itilafu kwenye kanisa. Nilishawaambia, tulishatoa unabii hapa. Amen. Papacy legacy inaenda kufa ulimwenguni. Ushawishi wa kipapa unaenda kufa duniani. Amen. Kiasi ambacho kutatokea na itilafu nyingi sana za kimaadili kupitia hiyo dola ya Roma. Umeelewa?